Bana, nyanda za juu kusini kuna mikoa mbalimbali kama mkoa wa Iringa, mkoa wa Njombe, lakini pia mkoa wa Mbeya ama jiji la Mbeya. Sasa leo nataka tuzungumze kidogo kuhusiana na mkoa wa Iringa ambao wanaishi wakazi Wahehe ama watu wa kabila la Kihehe ambao wanazungumza lugha yao mama, lugha ya Kihehe. Sasa wakazi wa mkoa wa Iringa bwana, huwa wanadhihakiwa ama wanataniwa ama wanahisiwa kwamba huwa wanakula mbwa. Sasa leo bwana, nimeandaa simulizi ambayo nataka tufahamishane kidogo, ni kweli Wahehe huwa wanakula mbwa ama la? Sasa zamani za kale sana bwana, kipindi cha Mtwa Mkwawa Mkwavinyika, hii ikiwa ni karne ya 19, kulikuwa na vita za makabila, yani intertribal fighting, ambapo Wahehe na makabila kadhaa wa kadha. Sasa kipindi hicho Wahehe walikuwa wakipigana na Wanyamwezi na pati fulani ya kabila Kinyamwezi, yani Waikili ambao wanapatikana huko kwa Wanyamwezi. Sasa katika kupigana huko bwana, Chifu Mkwawa alikuwa ni mshirikina sana katika vita hizo, lakini pia chifu wa Wanyamwezi ama Waikili naye pia alikuwa ni mshirikina. Sasa machifu bwana hao walikuwa wakipimana katika kupigana kwao, ambapo chifu wa Waikili ama Wanyamwezi alikuwa anatumia kujigeuza kishirikina, yaani Wahehe walikuwa wakienda kumtafuta kule kwa Wanyamwezi, chifu wa Kinyamwezi alikuwa anawageuza watu ama Wanyamwezi kuwa miti na anageuza nyumba za Unyamwezini kule kuwa mawe. Kwa hiyo Mkwawa alikuwa amefunga safari kutoka Uheheni kwenda Unyamwezini na wanajeshi wake wengi kwelikweli, lakini baada ya kufika kule anakuta ni mawe na miti. Kumbe yale mawe ndiyo nyumba za Waikili ama Wanyamwezi na ile miti ndiyo watu wenyewe. Bwana chifu wa upande wa Waikili ama Wanyamwezi alikuwa mshirikina kweli kweli. Hii ilimsaidia kujilinda sana na Mtwa Mkwawa ambaye alikuwa anafanya mavamizi ya kushtukiza. Lakini pia kipindi Wanyamwezi ama Waikili walivyokuja kwa Wahehe kuwapiga, Wahehe walijikinga kweli kweli na kukimbilia milimani kama mlima wa Tosa Maganga. Sasa ilikuwaje bwana mpaka stori ya kula mbwa ikabukia hapo? Siku moja katika ngome ya Wanyamwezi ama Waikili, wanawake wa eneo hilo walikwenda kuteka maji mtoni, lakini walikuwa wameenda wakisindikizwa na mbwa. Sasa unafahamu bwana, ukiwa unatembea na mbwa, mbwa ana kawaida ya kutembea nyuma kinusa na kula vitu fulani njiani. Wanawake hao walikwenda kuteka maji wakiwa wakipiga stori njiani, wakateka maji salama kabisa, wakawa wanarudi wakipiga soga 2-3. Sasa wakasahau bwana, wakaenda kwenye ngome yao wakamwacha mbwa nyuma. Hii ilikuwa ni karne ya 19. Kipindi hicho Mkwawa alikuwa tayari amefanya uvamizi wa ghafla katika ngome hiyo ya Wanyamwezi ama Waikili. Hasa wanawake wakawa wameshaingia ndani ya ngome ama empire, wakawa wamemwacha mbwa akiwa yupo peke yake. Mkwawa pamoja na wanajeshi wake wakafanikiwa kumuona mbwa, lakini wakawa wanaona tu miti pamoja na mawe. Nimekujuza kwamba miti walikuwa ni watu Wanyamwezi ama Waikili, lakini mawe ndizo zilikuwa nyumba. Mtwa Mkwawa pamoja na wanajeshi wake walivyoona mbwa wakaamini kwamba mbwa ana kawaida ya kuwa karibu na wanadamu. Kwa hiyo wakasema kwamba huyu mbwa bila shaka atakuwa yupo karibu na watu. Wakaanza kufuata mbwa wapi anakoenda. Popote mbwa alipokuwa anaenda na wao wakawa wanaenda huko huko. Bwana alikuwa anaenda kwenye ngome ambako wamejificha hao Wanyamwezi ama Waikili. Mkwawa na wanajeshi wake wakaanza kumfuata mbwa mpaka ndani kabisa ya ngome, na huko ndiko wakafanikiwa kuwakuta Wanyamwezi ama Waikili. Aisee, kilichoendelea, waliwalalua vipande kabisa, wakawaua ovyo ovyo. Mkwawa akafanikiwa kuwapiga Waikili ama Wanyamwezi. Kuanzia hapo ilikuwa ni sehemu ya kwanza ambapo Mkwawa pamoja na wanajeshi wake, yaani Wahehe kwa ujumla, walianza kuweka nyama anaitwa mbwa. Wakamchukua mbwa yule wakarudi naye Uheheni, wakamtumia kama kitoweo, yaani nyama, huku Mkwawa alimtumia mbwa huyu kwa kitoweo, akiamini kwamba mbwa amesaidia wao kuona vitu visivyoonekana. Kwa hiyo aliamini kwamba akiendelea ama wakiendelea kula nyama ya mbwa watafanikiwa kuona vitu vingine ambavyo havionekani. Hicho ndicho chanzo cha Wahehe kuanza kutumia mnyama aina ya mbwa, lakini sio kwa sasa, ilikuwa
ni karne ya 19 ambapo makabila yetu yalikuwa yakiamini sana katika ushirikina. Ikumbuka katika karne hizo hata makanisa yalikuwa bado hayapo, walikuwa bado wanaabudu masanamu, miti, mawe, wanyama. Kwa hiyo imani hata za kula mbwa zilikuwepo kipindi hiko, lakini sio kwa sasa. Mkwawa pamoja na wanajeshi wake wakawa wanaendelea kutumia mbwa sasa kama kitoweo, wakiwa na imani ya kwamba wakimtumia mbwa watafanikiwa kuona vitu visivyoonekana, yani invisible things, kwa sababu baada ya kumtumia yule mbwa kuwaonyesha katika eneo ambalo walikuwa wanaishi Waikili, hivyo Mkwawa alijenga imani kubwa sana na mbwa na akaanza kumtumia kama kitoweo, lakini waliendelea kutokana na kukua kwa watu ama Wahehe, ikifika muda wakaacha, kwa sababu kimaadili ama kitaalam zaidi, kibiolojia ama kisayansi, mbwa haliwi, kwa sababu mbwa ni carnivorous, yani ni mnyama anayekula nyama, hivyo hatakiwi kuliwa. Kwa hiyo baada ya ujio wa elimu karne ya 20 na wao Wahehe wakaelimika, wakaacha kutumia aina ya kitoweo hicho. Kwa hiyo nimekujuza kwamba ni kweli mtu wa Mkwawa pamoja na wanajeshi wake katika karne ya 19 walikuwa wakila mbwa, lakini hivi sasa katika miaka hivi sasa kuanzia karne hakuna Mhehe yote ambaye anatumia mbwa kama chakula. Kwa hiyo usije ukachanganya kabisa. Unapokuja Iringa, kuwa safe kabisa, nunua kitoweo popote pale, hakuna mtu ambaye atakuuzia kitoweo aina ya mbwa. Hizo zilikuwa ni imani za mtu wa Mkwawa, Mkwavinyika, chifu wa Wahehe, ambaye alikuwa ameweka imani kubwa katika mbwa.